Jina lake liko vinywani mwa watu, mwenendo wake ndio unaowafanya walimwengu hao wampende na kumthamini. Yeye katu hana majivuno wala kujitafutia sifa kwa wale wanaomwangalia kama kiongozi wao. Hakika yeye amepambika na sifa ya upole, ukarimu, upendo, mvumilivu na subra. Ni yeye aliyelelewa mazingira mazuri ya dini na ya kipwani na hakuwa na majivuno katika makuzi yake. Licha kuwa yeye ni mwanamama, lakini amepambana katika kuwajengea wananchi wake njia nzuri ya maendeleo. Na leo hii tunaona idadi ya vifo kwa akina mama wajawazito na watoto kupungua kwa asilimia kubwa. Leo hii vituo vya afya pamoja na mazingira mazuri ya matibabu kote nchini mwetu ameyaimarisha. Ni huyo huyo aliyeturahisishia usafiri wa uhakika, mbali na kuwa tuna miundombinu ya kisasa ya barabara. Hakika tabasamu lake ni la kweli kwa wananchi wake katika kuwapa maendeleo. Wapo katika hao wanaombeza na kumdhihaki eti hana alilolifanya lolote katika uongozi wake. Mimi nasema hapana, amejitahidi kadri ya uwezo wake aliopewa na Maulana kuyafanya. Leo hii wewe mfanyabiashara uliyekuwa ukilalamika kila kukicha, amekutengenezea mazingira mazuri ya biashara yako. Ni wewe mzazi uliyekuwa ukilalamika mazingira ya elimu na miundombinu yake, amekuwekea vizuri, zikiwemo shule za kisasa na mazingira rafiki kwa watoto wetu. Ni wewe mkazi wa mji ama kijiji uliyekuwa ukilalamikia upatikanaji wa maji safi na salama, leo hii amekuletea mpaka mtaani kwako, licha ya kuwapatia wengine nishati ya umeme kila kijiji na kila kitongoji nchini. Ni wewe uliyekuwa ukilalamikia hofu ya kiusalama katika eneo lako, ni yeye aliyekuimarishia hali hiyo ya usalama katika kitongoji chako. Ni wewe uliyekuwa ukilalamikia upatikanaji wa huduma unapokwenda katika taasisi za umma, leo hii amekusogezea na kukuimarishia upatikanaji wa huduma hizo za umma. Ni mengi ya kuyasema, lakini leo acha niishie hapa. Ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamama shupavu, mwanamama mpambanaji, anaendelea kutupatia mazuri katika nchi yetu hii ya Tanzania. Hivyo ni vyema tuendelee kumjali na kumthamini pamoja na kumpa nafasi nyingine ya uongozi ili aendelee kutuongoza tena kwa miaka mingine mitano. Ewe ndugu yangu Mtanzania, amani yetu ni tunu, inahitajika kuitunza, kuithamini na kuienzi. Tukiipoteza amani hii hatuwezi kuipata tena. Tuitunze amani yetu na kuachana na lugha za uchochezi zitakazosababisha kuipoteza amani yetu. Kila mmoja wetu anatakiwa kuwa mlinzi wa amani na usalama wetu. Leo hii tumepata nafasi ya kuyazungumza machache ya Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini na kuahidi nitaendelea kuwaeleza mazuri ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi naitwa Sahama Hamad. Asante kwa kunisikiliza.